Bana, pengo la Fiston Kalala Mayele katika klabu ya Yanga bado halijazibika, kwani Yanga usiku mchana wanawaza lini watampata mshambuliaji aina au kariba ya Fiston Kalala Mayele. Bado wanahangaika sana, washapita washambuliaji wengi sana katika klabu ya Yanga baada ya kuondoka Fiston Kalala Mayele. Wamefanya kwa nafasi yao, lakini hawakuweza kuvaa viatu vya Fiston Kalala Mayele. Washapita kina Hafiz Konkoni, washapita kina Joseph Gede, lakini mpaka hivi sasa kuna Depo pamoja na Prince Pomelelo Dube, lakini hawajafanya kama alichokifanya Fiston Kalala Mayele. Kuhangaika huko kote kwa klabu ya Yanga kuweza kupata mshambuliaji, hatimaye wameweza kunasa kwa mshambuliaji kutoka katika klabu ya Police Kenya. Anafahamika kama Yves Kotiama, ni Burkina Faso. Inasemekana kuwa Yanga tayari wameshampa mkataba, amesaini miaka miwili. Ni mchezaji wa raia wa Burkina Faso, ana miaka 27, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa na takwimu nzuri sana, na nipo hapa kukupa habari hizi ambazo hautozipata sehemu yoyote ile. Sasa kabla ya Kenya Police, huyu Yves Kotiama alikuwa katika klabu gani na Kenya Police walimuona wapi? Police Kenya waliweza kumuona wapi huyu mchezaji Yves Kotiama? Mchezaji Yves Kotiama alikuwa anacheza katika ligi kuu ya Burkina Faso katika klabu ya USFA. Hii klabu inamilikiwa na jeshi katika nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo huyu Yves Kotiama alikuwa anacheza katika hiyo klabu ya USFA inayomilikiwa na jeshi nchini Burkina Faso, lakini inashiriki ligi kuu ya Burkina Faso. Pale huyu Yves Kotiama alikuwa na takwimu nzuri sana, kwani katika mzunguko wa kwanza wa ligi katika mechi 14 huyu Yves Kotiama alikuwa ameshafunga mabao 8, lakini akitoa pasi za mabao ama asisti 3. Hivyo alikuwa na mchango wa goli 11 katika mechi 14 katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya Burkina Faso. Hivyo Police Kenya walikuwa wanatafuta mchezaji ambaye ana nguvu, yani physical iko vizuri, ana uwezo wa kukaa katika nafasi positioning, lakini pia ana uwezo wa kucheza kwa miguu yote miwili na ana uwezo wa kufunga mabao kwa kutumia kichwa. Hivyo kwenye tafuta zao ndipo wakapata taarifa za mchezaji huyu Yves Kotiama, yuko Burkina Faso, ambaye alikuwa na takwimu nzuri sana. Hivyo wakaamua kumsign katika dirisha dogo Januari msimu wa 2025 msimu wa 2026. Hivyo Yves Kotiama akajiunga na Police Kenya Nairobi. Akajiunga katika klabu hiyo Police Kenya, na takwimu zake akaendelea pale pale alipoishia. Kwani katika ligi kuu ya Kenya katika mechi 10 alizocheza ameweza kufunga mabao 10, hivyo ana wastani wa kufunga goli moja katika kila mechi. Sasa baada hizo takwimu, na inasemekana kuwa taarifa zinathibitisha, zinasema kuwa Yves Kotiama ndiye mchezaji bora wa nje katika ligi kuu ya Kenya. Hivyo Yanga wamevutiwa sana na hizo takwimu za Yves Kotiama, ndio maana wakapanda mwewe na kwenda kumfuata mchezaji huyo na kumleta Jangwani. Huyo anaitwa Yves Kotiama, ni Burkina Faso. Sasa tunajua kabisa pale katika safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga kuna wachezaji wawili muhimu ambao ni Prince Dube pamoja na Depo. Sasa Yves Kotiama anakuja kumuondoa nani ili yeye aweze kukaa? Je, ataondoka Dube au ataondoka Depo? Hapo ndo swali la kujiuliza. Tetesi zinaelezea kuwa au zinasema kwamba Depo ndiye ana nafasi. Depo amekalia kuti kavu, muda wowote anaweza akaondoka au akampisha Yves Kotiama. Na tetesi zinasema kuwa Depo alisaini miaka 2.5 katika klabu ya Yanga. Yanga walivyomtoa kule huko Mambele huko. Yanga alivyomtoa Mambele kule ikamleta hapa Bongo, ilimpa mkataba miaka 2.5. Sasa watamtoa vipi? Aidha wanaweza kumtoa kwa mkopo ama wakamvunjia mkataba afu wakamlipa pesa zake Depo akaishia zake. Hivyo sasa inasemekana kuwa Depo yeye ndo amekalia kutikavu, anaweza kampisha huyu Yves Kotiama. Sasa nadhani hichi kitu hautakipata sehemu yoyote, pia kwa sehemu yoyote ile nadhani hujakisikia. Je, yapi ni madhaifu ya mchezaji huyu Yves Kotiama? Madhaifu yake yako vipi kuanzia ndani ya uwanja na nje ya uwanja? Madhaifu yake ndani ya uwanja ni kwamba ana uwezo wa kukosa nafasi, yani anakosa nafasi za wazi sana
Yani yeye nafasi za wazi anakosa sana mabao, lakini ana uwezo wa kufunga magoli magumu sana ambayo hakutegemewa, lakini anaweza akapata nafasi za wazi akakosa. Kwa hiyo wana Yanga mjiandae kwenye hilo, ni kwamba mchezaji huyu Yves Kotiama nafasi za wazi hana asilimia kubwa sana za kukosa kuliko kupata, lakini zile nafasi ngumu kabisa ambazo hazitegemewi ana nafasi kubwa ya kupata. Lakini changamoto yake nyingine ni kwamba hawezi kupiga mashuti akiwa mbali, mashuti yake akiwa mbali ni madogo, hayana kasi kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni moja ya changamoto yake pia. Lakini changamoto ya nje ya uwanja ni kwamba lugha anayozungumza yeye katoka Burkina Faso, kwa hiyo yeye anaongea Kifaransa. Kwa hiyo sasa hapo inaweza ikawa changamoto nje ya uwanja na ndani ya uwanja, kwa sababu itategemea na kocha mkuu wa Yanga ambaye atakuwa, kama atakuwa ni wale ambao wameachiwa paka sasa hivi wanaongea Kiingereza mara nyingi na Kiswahili kidogo, kwa hiyo inaweza kawa changamoto, lakini changamoto hiyo inaweza ikatatuliwa kwa kuwa pale kuna wachezaji ambao wanaongea lugha ya Kifaransa, ambayo kuna Pacome Zouzoua pamoja na Yao, wale wanaongea Kifaransa wanaweza wakamsaidia akapata msaada. Lakini pia ndugu yake kama atakuja ndugu yake nadhani mnamjua ndugu yake kama atakuja atamsaidia pia kuongea Kibukinabe, atamsaidia kuongea Kifaransa na watakuwa wanaongea Kibukinabe wenyewe. Lakini changamoto ya pili ambayo ni nje ya uwanja ni kwamba mchezaji huyu pressure ya mashabiki, kwa sababu ikitokea labda Depu amepunguzwa, aidha ametolewa kwa mkopo ama amevunjiwa mkataba, ina maana Yves Kotiama anakuja kuvaa viatu vya Depu. Sasa na unavyojua kabisa kwamba nafasi ya ushambuliaji, na maana mashabiki jicho kubwa sana wataliekeza sana kwa Yves Kotiama. Je, atafanya nini? Ataendeleza pale pale alipoishia ama atafanya kitu kingine tofauti? Hiyo tayari ni pressure. Kwa hiyo mashabiki labda wakati wa usajili wanaweza wakampamba sana wale idara ya habari ya Yanga inaweza ikampamba sana, lakini pia unaweza ukaangalia video zake za YouTube ukaona ni bonge la mchezaji. Kwa ile shauku mashabiki wanaweza wakamezeshwa ile nini, wakamezeshwa kwamba yale maneno na wenyewe wakayashika, wakawa na matarajio makubwa sana na mchezaji huyo, wakitegemea kwamba anaweza wapeleka katika nchi ya ahadi, lakini mwisho wa siku mambo yanaweza kaa tofauti. Kwa hiyo pressure ya mashabiki Yves Kotiama ajiandae nayo sana, kwa sababu sehemu anayocheza wameshapita wachezaji wakubwa na washafanya makubwa sana. Kwa hiyo yeye anakwenda kuvaa viatu hivyo, ambao viatu hivyo ni vikubwa mno. Kwa hiyo ajiandae, wameshaondoka kina Fizi Konkoni, walishindwa kulingana na pressure ya nafasi hiyo wakaamua waondoke, lakini wao akina Depu pia na wenyewe wamekuja wamefanya kwa nafasi yao, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, inasemekana wanaweza wakaondoka. Kwa hiyo Yves Kotiama ajipange kisawasawa, kwani pressure mashabiki atake atakutana nayo, astake atakutana nayo. Kwa ajipange sana. Mimi naitwa Denga Spells in Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na share kwenye mitandao yetu ya kijamii kuendelea kupata content kama hizi. Mimi sina lingine. I'm signing out. Goodbye.